Idara ya wanawake kanda ya Uyole Conference ya Nyanda za Juu Kusini imefanya maombi maalum ya mwanzo wa mwaka yenye lengo la kuombea mipango yote ya utume, huku wakitiana moyo katika malezi ya familia na kanisa kwa ujumla. Mkurugenzi wa idara ya wanawake Conference ya Nyanda za Juu Kusini, Mama Agnes Mwakasoswe, wakati akieleza lengo la kukusanyika na kufanya maombi hayo, amesema mpango wa kanisa ni kumfanya kila mwanamke kuwa mtu wa maombi, kusoma neno la Mungu na kuifanya kazi ya Mungu. Lengo kubwa ya semina hii na mkusanyiko huu ni kufanya maombi kwa ajili ya kuweka wakfu mipango yetu ili tuanze na Bwana, lakini pia kuwa na semina ili kujua malengo hasa ya kanisa kuanzisha hii idara ya huduma za wanawake. Mipango mikubwa ya kanisa ni kumfanya kila mwanamke awe mtu wa maombi na mtu wa kusoma neno la Mungu na kufanya kazi ya Mungu, kujua vipaumbele vyake vya ufalme. Na sasa tumejipanga kila mwanamke kuhimizana kuwa na vikundi vidogo vidogo vya maombi na kusoma neno la Mungu, lakini kuwa na wakati wa kutenda matendo ya huruma. Naye mratibu wa idara hiyo Twisa Joel Mwanilonga amesema kanisa na jamii kwa ujumla ina wajibu wa kumwezesha mwanamke na kumpatia mtaji na mahitaji yatakayomwezesha kuwa na ufanisi wa malezi ya familia na kanisa kwa ujumla. Natamani kila mwanamke ajifunze namna ya kufanya kazi ya kujitegemea, hata kama ni biashara ndogo ndogo, ili aweze kujikimu katika maisha yake ya Ukristo, lakini pia hata kutunza familia yake kama mama. Tumeanzisha mradi ambao tutakuwa nao kwa kanda yetu ya Uyole, kwamba tutaweza kumwezesha kila mwanamke angalau kwa kiasi kidogo awe mjasiriamali mdogo mdogo, kama kuwezeshana ili aweze kufanya kazi, lakini aweze kuhudhuria mikutano ya kila kanda na hata ya jimbo letu. Aidha, mchungaji wa mtaa wa Itua ambaye ndiye mwenyeji wa tukio hilo, Innocent Protas, pamoja na wanawake waliohudhuria katika maombi hayo, wao wameeleza umuhimu wa maombi kwa mwanamke katika maisha ya Kikristo na malezi kwa ujumla. Maombi kwa wanawake au wakina mama yana mchango mkubwa sana kwa familia na kwa kanisa, kwa sababu mwanamke ndiye ambaye ameshikilia malezi ya watoto, ameshikilia makuzi kwa asilimia kubwa katika familia na katika kanisa. Kwa hiyo mwanamke akiwa mtu wa maombi, ina maana ataolea, ataongoza kulingana na maongozo ya Roho Mtakatifu. Namshukuru Mungu sana kwa semina ambazo zinaendelea kutolewa na mkurugenzi. Ninapata uzoefu, kila siku tunapata uzoefu mpya kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kuna ni uzoefu mwingine nimeupata kwa ajili ya kutumika kama mwanamke. Mimi pia ni tunda la malezi ya kanisa, hasa katika idara ya wanawake. Tunapokusanyika hivi tunajifunza vitu mbalimbali yakiwemo malezi ya watoto, na tukizingatia sasa hivi kuna changamoto kubwa juu ya malezi ya watoto. Tunaamini Kristo ndio anayetusaidia kuweza kuwalea watoto, lakini tunapokusanyika hivi, tunapopata masomo mbalimbali yanatupatia hatua ya kusonga mbele. Unaweza kukuta mwanamke mwenzio amekata tamaa kwa jambo fulani, lakini anapokuja hapa akaweza kusikiliza somo fulani juu ya malezi ya watoto au juu ya ujasiriamali au juu ya maisha tu halisi tu ya wanawake, anajikuta kama alikuwa na ile hali ya kukata tamaa, anajikuta basi anapata moyo, anaweza kusonga mbele. Ikiwa ni mwanzo kabisa wa mwaka 2026, huku mipango ya utume ikiwa imekwisha kupangwa, jeshi hili la wanawake linaingia kazini, huku wakimtanguliza Mungu ambaye ndiye atakayewawezesha katika nyakati zote. Nikiripoti kutoka Conference ya Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutarogwa, Hope Channel.